wa miungu, mataifa yote miguuni pako Bwana. Tunasafiri, tunafanya mambo mengi, sio kwamba tunafifia na tunaendelea kufanya kazi ya Mungu. Asante. Basi tungetaka tujue ni nini siri ya maendeleo yenyu kama Ilete Cri, kwani kuna vikundi vingi kama hivyo vya vijana wanaoimba kapela lakini hawadumu siku nyingi. Nyinyi siri yenu ni nini? Siri moja ya kwanza ni kutia kazi, kutia Mungu mbele kazi yote. Kusema siri ya kwanza ndio kwamba tunamtumikia mbaya wa msimamizi wa kazi yake. Kisha siri ya pili kusema sio fursa katika jamaa zimoja, tunapokuwa pamoja sisi kama rafiki. Asante. Asante. Basi wengine wanasema kuwa mnaweza kuanza kikundi kama hicho hata mkawa na upendo, pengine unaweza kupata shida zingine, mnakosa hela za kurekodi wimbo, mnakosa hela za studio. Nyinyi mnafanyaje ili mpate hela hizo za studio? Na tunaona mnaendelea sana, ni miaka mingi kabisa, na mnaendelea kutoa vitu ambavyo kwa sasa vinasomwa ulimwenguni pote. Sio kusema kwamba shida zipo, lakini tunakuwa kama shida ambazo tumejifunza katika miaka nyingi kwa jinsi ya kuzivuka mambo mengine ambayo yanahusu muziki. Hizo shida kwa namna tunaweza kujifunza kuitumikia. Unaangalia tema moja wapo wengi wanatumika kazi, lakini wengine wanaanza kutumika kazi za muziki ambazo zinaweza kutukushwa kwa sisi wenyewe kufanya mambo ambayo kama kufanya audio wao wenyewe tunazingiza sisi wenyewe. Asante. Basi kufanya kama video zingine sisi wenyewe tunakontent. Asante. Basi engineer, ningetaka uondoe muziki huo ili tusikike vizuri. Asante. Basi tungetaka tujue katika muziki wenyu mungetaka yani group ambalo linaimba style hiyo ya kapela hapa Afrika ambalo nanyi pia mnalitazama kuwa linafanya vizuri, ni kundi gani? Alo? Tumewahi kuwa na zimoja, lakini kunakuwa kama vile ndugu zetu wa Jehovah Shalom ambao wanakuwa wa Uganda ambao wanatumika kazi vizuri na ni moja wapo marafiki, ni kundi nzuri. Wale ni wa kwanza. Kunakuwa kama vile The Voice Africa, wanakuwa The Voice, wanakuwa Tanzania. Pia nao ni moja wapo ambao wanatumika vizuri na ambao tunaweza kutumika nao. Pia kuna mtandao kabisa. Asante. Basi alo, tunakupata vizuri. Basi katika kundi ambazo umezitaja pale, kwa nini hautaje Akar DRC a cappella? Ingawa watu wanajua kwamba Akar DRC a cappella ni matunda ya Ilete Cri. Sijui kama tunaweza kusema Akar ni matunda ya Ilete Cri. No, sio matunda, lakini Akar naweza sema ni wakubwa
wa ile decree. Unajua kuna kwa miaka zimepita wao ndio wameunda ile decree, na unajua anaitwa katika kazi ya Mungu katika kiwango kingine, afu akaingia huko, afu ile decree kaendelea pamoja nasi. Yani nikasema wao, siwezi kusema kwamba ni matunda, lakini ni wao ndio wenye ile decree, na tunaendelea kufanya kazi pamoja kama nilivyosema. Kwa mfano kwa mwanzo tunapofanya maproducer sisi wenyewe, ni kusema hapo. Asante sana. Sijui mzee wangu Mshababa, asante. Sijui mzee wangu Mshababa, utakuwa na maswali mawili ya kumuuliza mgeni wetu wa leo? Ya, nina maswali karibia mawili hivi. Swali la kwanza ni kama hivi mwalimu, wewe mwenyewe unapokuwa unaimba kwenye kwaya ile decree, umefanya siku ngapi au miezi mingapi au miaka ngapi unapoimba kwenye ile decree? Sijui tumeelewana vizuri. Sikia swali vizuri. Nasema hivi, umefanya miezi mingapi au miaka mingapi unapoimba kwenye kwaya ile decree? Mimi kibinafsi ndio. Ya. Nikaisabia sasa hivi niko na nani kama kende. Ai, mtandao basi magoma. Hello. Tunakufuata vizuri. Yes, ninasema nikaisabia miaka, niko naenda katika miaka 8 ama kenda hiyo.